wetu wa Kagera, tuishi kwa amani, tupate na maendeleo. Amani na maendeleo, umoja na mshikamano, upendo na uvumilivu, tufanye kazi kwa bidii, tuendeleze mkoa wetu Kagera. Amani na maendeleo, umoja na mshikamano, upendo na uvumilivu, tufanye kazi kwa bidii, tuendeleze mkoa wetu Kagera. Tufanye kazi hasa, tuinue uchumi wa Kagera, mashambani pia viwandani, tuboreshe na elimu, afya nayo miundombinu. Amani na maendeleo, umoja na mshikamano, upendo na uvumilivu, tufanye kazi kwa bidii, tuendeleze mkoa wetu. Kwa majina naitwa Richard Jackson Ndila, natokea Trinity Solar Energy Limited. Sawa, ni utambulisho nimalize, niko na mwenzangu asimame. Naitwa Herman Energy, ambao ndio tumesimamia dhamana ya kusambaza umeme jua katika wilaya yetu hii ya Muleba kupitia mradi wa sola ambao ni mradi umeme jua. Na huu mradi si mara ya kwanza kufika hapa. Mwezi wa 11 hawa watu walifika kwa ajili ya kutambulisha. Sasa na leo tunaenda kuzindua, na tayari watu wameshaanza kutumia umeme na kunufaika. Sasa leo tunakuja kuweka hadharani ili watu wajue kwamba kweli umeme upo, kwa sababu ilitokea maneno kwamba hawa wameenda wataenda jumla, na sasa wamerudi na umeme. Tunamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wetu Dr. Oscar Ishengoma kwa kutupambania na sisi tupate umeme wa visiwani. Na huu umeme upo kwa ajili ya wakazi wa visiwani peke yao, na bahati nzuri tumepata huu umeme mkoa wa Kagera kwa kata mbili, kata ya Mazinga pamoja na kata ya Ikuza. Kwa hiyo ni faraja kubwa kwetu kwa kutuona sasa kipaumbele kupata huu umeme jua katika maeneo yetu ya Ikuza na Mazinga. Mimi nasimama hapa kueleza kidogo serikali ilivyotujali katika huu umeme jua ambao umeweka udhamini na REA. Kama mnavyoona chata, nimevaa t-shirt, REA ndo wamewekwa hapa pamoja na wenyewe hawa jua umeme. Sasa tutambue kwamba kumbe serikali, umeme huu ni wa serikali. Tusije tukadanganywa kwamba umeme si mzuri. Umeme ni mzuri sana. Kwa uwepo sasa wa serikali na kutambua umuhimu watu wa visiwani, nitataja mifumo hapa. Mitambo hii ipo mitambo ya aina mitatu. Wa kwanza ni wati 50 ambao gharama yake ni 495,000. Lakini serikali yenyewe REA wanalipa kiasi cha shilingi 371,250. Mwananchi sasa ambaye atanufaika na umeme huu, yeye atalipia shilingi 123,750. Kwa hiyo wati 50. Lakini vifaa sasa vitakaopatikana hapa au utakaotumika ni taa 4, TV, feni pamoja na chaji simu. Lakini mtambo wa pili ni wati 80 ambao mtambo kwa gharama ya jumla ni 535,000. Serikali inalipia 347,750. Mnufaika ambaye ni mwananchi sasa atalipia 187,250. Na huu mtambo atakayechukua atapata taa 5, ataweza kuwasha TV, feni, redio sio zile ndogo, bufa, pamoja na kuchaji simu. Lakini kuna mtambo mwingine ambao ni mkubwa zaidi, wati 100, ambao huu mtambo gharama yake ni 565,000. Serikali inalipia 310,750. Mwananchi analipia 254,250. Huduma ya hapa kwenye huu mtambo, taa 6, TV, feni, redio, friji pamoja na kuchaji simu. Ndugu wananchi, serikali tayari wameturahisishia, kwa maana kwamba serikali wanalipa 75%, sisi tunalipa 25%. Sasa ni fursa kwa wananchi wote, na huu umeme
si kwamba unachagua, ni wananchi wote atakayelipia kwa awamu ya kwanza, na bahati nzuri tumepewa awamu ya kwanza mitambo 500. Sasa ni wewe mwananchi kuchangamkia fursa kwa awamu hii ya kwanza ili upate umeme. Ndugu wananchi, tumehangaika sana, tumelia sana juu ya umeme. Kama mnavyojua, tulikuwa na changamoto ya umeme. Tulikuwa tuna umeme ambao haukizi mahitaji. Sasa na huu umeletwa mahususi kwa ajili ya kukizi mahitaji ya wananchi, na huu umeme unatumika kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Waheshimiwa, ninayo furaha kubwa sana kwa sababu tunapoongea leo hivi tayari kuna watu wanawasha huu mtambo kwenye majumba yao, na bahati nzuri tulianzia hapa Loazi, tumekwenda Kasenyi, sasa tunarudi tutakwenda mpaka kote ambako wamejisajili, Nyamahanju, Ibanga. Kwa machache tutafafanua kidogo. Tumepewa mitambo jumla katika kata yetu ya Ikuza mitambo 510. Awamu ya kwanza ambayo umeiona, ambayo tumeshusha na baadhi ya watu tayari wamelipia, wengine wameshafungiwa, ilikuwa ni mitambo 150, na wala sio kwa ajili ya Loazi peke yake. Hiyo yote imesambaa kote kuanzia Kasenyi mpaka huku. Sasa tulikuwa tumeleta ili kusudi watu waone, waweke, waliokuwa wa kwanza kabisa kuandikisha wawashe umeme. Wakisha washa ndio sasa uzinduzi rasmi ufanyike. Na leo hii tarehe 10 mwezi wa 4 2026 kupitia serikali yetu na ofisi ya serikali kwa ujumla ndio tarehe ambayo tulikubaliana kwamba tufanye uzinduzi. Sasa nitasafisha baadhi ya maeneo machache tu ambayo mfahamu. Mitambo hii ni ya serikali. Sisi Trinity Solar Energy ni wafanyabiashara, tunafanya shughuli za umeme mkubwa kabisa, hata zaidi ya huu. Tunauza solar system, mambo ya hita, pampu za kusukuma maji, lakini tunasimama hapa kwa lengo la kutimiza adhima ya serikali kuwafikia wananchi wao. Kwa hiyo umeme huu ni wa ruzuku. Nikisema ruzuku, maana yake serikali imetoa fedha zaidi kuliko mnufaika. Mtambo mdogo ule, serikali kwa kila shilingi 100,000 serikali imetoa 75,000. Wewe unamalizia 25,000. Ndio Mheshimiwa Diwani alikuwa anasema unalipa 123,750 kati ya 400,000 na 95,000. Tafsiri yake ni kwamba kama ungeenda kununua dukani ungeununua kwa bei ya 400,000 na 95,000, lakini sasa serikali imechangia 75%, iliyobaki sawa na 123,000, wewe unamalizia, unakabidhiwa mtambo, unakuwa mali yako. Mtambo wa 80 ule gharama yake ya sokoni ungeupata kwa 535,035, lakini serikali kwa kila shilingi 100,000 serikali imekuchangia 65,000, wewe unamalizia 35,000. Ndio maana badala ya kulipa 500,000 na 35,000 utalipa 100,000, 87,250. Na mtambo wa mwisho ule bei yake ya sokoni ni 500,000 na 65,000, lakini serikali kwa kila 100,000 yenyewe imekulipia 55,000, wewe unamalizia 45,000. Ndio maana bei yake badala ya kulipa ile 565 sasa utalipia 2,54,250. Kwa hiyo muelewe kwanza,
Ukiacha mtambo huu kuchukua, umeamua mwenyewe. Mlengwa ni nani wa huu mtambo? Ni mkazi yeyote anayeishi visiwani, yeyote Mtanzania anaishi visiwani. Ndio maana wakati mnajiandikisha, wengine mna uzoefu tayari, ulikuwa unaulizwa kitambulisho chako cha NIDA, kikikosekana basi leta cha kupiga kura. Lengo ni kumfikishia Mtanzania anufaike na hii ruzuku ambayo imetolewa na serikali. Ukiangalia kata ya Ikuza, wakazi ni zaidi ya kaya 510, lakini kwa sababu ni swala la hiari, serikali imesema pelekeni, halafu mtupe mrejesho baada ya miezi mitatu. Mitambo baada ya miezi mitatu imekwisha. Kama haijakwisha, tumepewa maelekezo haya. Tukizungumza kata ya Ikuza, unaanzia Kasenyi, unamalizia Rwazi, unakwenda Chakazimbo. Yeyote anayeishi kwenye huu ukanda anastahili kupata umeme kama ataamua kununua. Kwa hiyo miezi mitatu ikikamilika, kuna baadhi ya mifumo, pengine tuseme Rwazi ipo, Kasenyi wamemaliza, Nyamahanju wanahitaji, Nyakalalo wanasema iko wapi, Chakazimbo wanauliza, itachukuliwa mitambo iliyoko hapa itapelekwa maeneo hayo. Kwa hiyo mitambo hii haina mipaka wala haina mgao kwamba sisi tumepangiwa mitambo 200 au wamepangiwa mitambo 30. Ni mitambo kwa kata ya Ikuza. Kwa hiyo tunachofanya, hata hapa tumetoka asubuhi hapa na waheshimiwa, tumefanya uzinduzi pale Kasenyi kwa ukanda ule, tumekuja hapa kukamilisha. Lengo ni kwamba kila mmoja asikie, ili mitambo ikiisha asiseme sikujua. Na baada ya zoezi hili tumeshakuwa na mafundi wako kazini tayari. Tulianza hili zoezi toka tarehe 2, tuko hapa, wanapita wanafunga. Tumetoka Kasenyi, tumewashusha hapo Ibanga, mzigo unapelekwa, kesho wanaendelea. Kwa hiyo tuna waandikishaji ambao wanafanya hiyo kazi na mnawafahamu. Ukishajiandikisha ukamaliza fedha yako hiyo ya serikali, wewe sio kazi yako. Wewe lipa ile inayokuhusu, 123,750, unapata mtambo wako. Akaanza kununua, anapeleka wapi? Nchi kavu. Hairuhusiwi. Ukipeleka nchi kavu, maana yake unawapunja watu wa visiwani. Mtambo wa wati ngapi na ananufaika na mambo gani? Maneno machache tu sana. Haya. Na mimi nimefungiwa mtambo wa watu 80. Ile mitambo ni mizuri, inawaka 5, na mimi nimetesti, mambo yamependeza sana. Sina mengi zaidi. Asante sana kiongozi, mratibu wa mradi. Ndugu viongozi, meza kuu, naomba kwa haraka nitoe utambulisho wa hii mifumo. Kama ambavyo imekwisha kusema, tuna mfumo wa 100, mfumo wa 80 na mfumo wa 50. Naomba nisirudie kuhusu matumizi, lakini mifumo hii ikishafungwa katika nyumba zetu, tunapewa maelekezo ya namna ya kuzitumia kama alivyosema mratibu. Huu hapa ni mfumo wa 50 na huu ni mfumo wa 80. Mifumo yetu hii, mifumo yote kama alivyosema ina njia mbili. Unaweza ukatumia mfumo wa DC wa sola au ukatumia mfumo wa AC kwa maana ya umeme wa kawaida. Hapa tunataka kutesti huu mfumo mdogo kwa kupitia njia ya AC. Kwa hiyo tutaunganisha TV yetu hapa katika nyumba zetu au taa zinazo. Sasa hivi tunaangalia TV vizuri tu. Watu wanaangalia TV kwa sasa hivi.
Lakini ni vizuri basi kama unaangalia TV uhakikishe basi chaji yako iko imejaa. Hatutaki tuwaingilie sana kwenye matumizi, lakini wakati wa mchana ni wakati wa kuruhusu betri ichaji. Baya haya madude yote yanakuwa ni matakataka kama usiku unakaa giza na unayo. Si ni kweli? Sola inakuwa haina maana yoyote kama usiku unapohitaji mwanga upate mwanga. Umepumzika uangalie TV upate. Inakuwa haina maana, na hata thamani ya pesa uliyoiweka unaona haina maana kabisa. Sasa TV yetu ndio inawaka kama hivyo, na hivyo tafadhali tupigie simu. Haya maelezo tunayasema tukiwa huko kwenye manyumba huko kwenye makazi yenu, na wale ambao tumewafungia. Mimi mwenyewe nilikuwa napita na waelewesha kimoja baada ya kingine, ili kuhakikisha mfumo wako unaishi muda mrefu. Mfumo wako kama muda mrefu ni faida kwako, lakini pia ni faida kwetu pia, kwamba tumewaletea huduma ambayo sio ya kubuma buma. Sasa ndugu zangu, sasa nisijue ni kitu gani nimekisahau, lakini nadhani mkiuliza maswali tunaweza tukakumbuka. Lakini kwa kumalizia, jambo la mwisho, kama ambavyo amesema viongozi wetu, mheshimiwa diwani pamoja na viongozi wetu wa serikali, haya manguo haya yana nembo ya REA, ikimaanisha na hata mfumo yote yana nembo ya REA. REA watakuja, wale wote ambao wamefungiwa, tutapata wageni kwa ajili ya kuja kukagua yako ya NIDA, ili tuweze kuingiza kwenye mfumo wa REA kwamba mtu huyu Herman Manda au Justin amefungiwa mfumo eneo la kata ya Ikuza, kijiji cha Ikuza, sawa wapi Ruazi. Kwa lazima uchukue coordinates za ule mfumo. Tulishawaambia mwanzoni kwa wale ambao waliweza kuhudhuria vikao vyetu. Tunachukua coordinates za eneo ambao tumefunga mfumo. Kwa hivyo wale REA wala hatuji kuwatembeza. Wao wakiangalia wanakuja na kwambia kwenye hii nyumba kuna mfumo umefungwa, kwa sababu tumesha uripoti. Kwa ndugu yangu, ukiutoa ukavuka nao huko, sasa hiyo wale waheshimiwa wanajua namna ya kufanya. Sisi tunasema tulifunga hapa na tukawapeni coordinates, ndio maana mmekuja hapa. Si ni kweli? Wale mliofungiwa simu tunafanya hivyo. Kwa hiyo tutakuwa na usajili mfupi kwa kadi yako ya NIDA, au kama una kadi ya NIDA kitambulisho chako cha kura, tutakipiga picha, alafu tutaingiza taarifa zako zote pale, alafu tutakuomba usaini kidogo pale baada ya kupokea mfumo. Lakini pia kwenye madaftari yetu kuna vitabu viwili ambavyo pia utasaini. Kuna kitu kinaitwa charge controller, na wakati tumekutana kule niliwaambia watu wengi mnatumia solar, mweke charge controller. Charge controller ni kidhibiti charge, yani ile charge ikishaanza kushuka, battery kijaa, ile controller yenyewe inazuia moto kuendelea kuingia kwenye battery. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Ndio maana kwenye yale mabango ambayo au vile maelekezo tuliyobandika pale tumesema ikisha chomekwa na fundi isichomolewe. Yaani fundi akisha ichomeka kile cha charge kile hiki haupasi mfumo wa betri ulioko huku ni kama kwenye simu zote hapa zina lithium battery, lakini ndogo sana. Sasa hii ina lithium battery kubwa. Kwa kimsingi tulipaswa tuiache mpaka ijae ndio tuanze kutumia. Sawa sawa jamani. Kwa kama unaona umemaliza siku haijajaa, umemaliza siku haijajaa, hilo sio shida, hiyo sio tatizo. Tatizo ni ikiacha kudimua. Yaani ukiona kama hakidimui kile kidude kile cha panel, hapo ndio ujue kwamba kuna shida, unataka ripoti. Lakini ukiona haijai, sitisha matumizi angalau kwa siku moja. Unaweza kama kuna ule mfumo wa zamani, kimsingi tulipaswa mwe mnafanya hivyo. Tukisha kufungia usitumie siku hiyo mpaka kesho ujae, kama patanyesha mvua uache, yani mpaka ijae yote ndio uanze kuitumia. Sawa sawa Kitu cha kwanza ninaishukuru serikali yangu. Naishukuru serikali yangu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mbunge wangu, diwani wangu, wote kwa kweli wametupambania. Tumepata umeme mzuri wa kukizi mahitaji yetu. Tulikuwa tuna umeme wa REA wa Jumeme tulikuwa tumeshapata changamoto ya kununua ruku na tupewi, hela zetu zimepotea kwa wingi, tunalala gizani.
Kwa kweli serikali yetu tunaishukuru sana, imetupambania sana na iendelee kutukumbuka sisi watu wa visiwani. Hata baada ya kupata huu umeme, kwa kweli sasa hivi nina watoto wanaosoma kwangu, wanaandika masaa yote hadi mpaka mtoto anajisikia kwamba muda huu ngoja tu nikapumzike. Unawaka vya kutosha, hata na umeme haifui dafu kwa huu. Ninashukuru sana uwepo wa mradi huu wa umeme wa REA uliotufikia kwa hivi karibuni. Lakini pamoja na kwamba huo umeme ulikuwa hujatufikia hivi karibuni, kwanza sisi tunawahi kuteseka sana miaka kampuni 1000. Kwa maana ya kwamba hapa kijiji cha Ikuza hatujawahi kupata nishati yoyote ile ya umeme. Lakini umekuja umeme ambao ni wa Jumeme, lakini haukufika maeneo yote kutufikia wananchi. Na kuna baadhi ya wananchi ambao hatukunufaika nao mpaka sasa. Lakini kabla ya pale nifanye nini ili nipate namna ya mwanga kwangu, tumeamua mpaka kuingia na ubia na kampuni za Maisori, mtambo mdogo ambao ni wa wati 80, nimewahi kulipia milioni 1.6. Lakini nao nikautumia baada ya mfumo yao kuwa mibovu, baada ya kuwa na mawasiliano na wale watu wa kutaka kutujali, basi tukaendelea kukaa gizani. Kwa hiyo tumekuwa muda wote tunatumia umeme wa kujiungaunga, uende dukani ununue sola, betri ili uendelee na matumizi ya umeme. Lakini kwa sasa tangia nimewashiwa huu umeme wa REA, ninajisikia vizuri, nina kingamuzi changu, TV yangu. Kwa hiyo ninajaribu kufuatia kila matukio. Mimi bila kupepesa macho naishukuru sana serikali ya awamu ya 6. Namshukuru Rais Samia Suluhu, pia mbunge wetu Oscar Ishengo Makikoyo, pamoja na diwani wetu wa kata hii ya Ikuza Crispin Pangani kwa uwepo wao kutusababishia leo hii tunanufaika na nishati ya REA kwa raha mstarehe. Vile vile watoto wanajisomea kama kawaida, umeme hauzimi masaa yote, ni furu kujiachia. Natumia kila ninavyotumia, aidha TV ama nini, kufanya mambo yangu kila jambo. Yani naona umeme uko vizuri. Na mimi ni mtu wa pili kuwashiwa huu umeme kati ya kata hii ya Ikuza. Nashukuru. Mungu twakuomba, ulinde mkoa wa Kagera, tubariki watu wa Kagera, tuishi